Nyama? Unyama mwana. Tuambie upande wako, malengo yako na TRA ni yapi? Malengo yangu na TRA kwanza kumaliza ligi katika nafasi 4 za juu na kufika mbali, kwa sababu tunatamani sana kucheza mashindano ya kimataifa. Tunatamani tuwe katika timu 4 za juu ili kutimiza malengo yetu na kucheza mashindano ya kimataifa ili kuwakilisha nchi yetu vizuri. Tuambie Isaac, kuna kitu labda kimebadilika kwenye kikosi chenu ukilinganisha na msimu iliyopita kwa msimu huu? Kitu kilichobadilika kwa kikosi kiukweli, kitu vimebadilika vingi. Kwanza wachezaji wameingia wapya na pia hata uongozi umebadilika. Kiukweli timu inatokea sana. Swala la sijui malazi, sehemu ya kukaa ni nzuri, sehemu vifaa vya mazoezi, uongozi, management kiukweli wanashughulikia kila kitu vizuri. Timu inaenda vizuri na ndio maana tunapata matokeo. Vipi, kuna kitu ambacho kinawapa nguvu sana unapokuwa uwanjani, ni kitu gani hiki Juma? Kitu kinachotupa nguvu uwanjani cha kwanza inaanza mazoezini, morali ya sisi wenyewe kuambiana kwamba bwana hivi tukafanya hivi. Pia mwalimu wetu pia tuwa morali, viongozi wanaifuatilia sana timu. Kabla ya mechi lazima huwa wanakuja wanafika na tupa morali, bwana fanyeni hivi. Inatupelekea sisi kupata motivation na kufanya vizuri katika michezo yetu. Isa, labda kuna mchezaji anaitwa Chobwedo, jezi namba 11, winga telezi au winga, unamuita nani pale kwenye kikosi chenu? Sisi tutamuita Ramazani Chobwedo. Kuna majina tunamuita, majina yake aitwa Madueke, anajiita winga umeme. Winga umeme. Unamzungumziaje anapokuwa mazoezini, anapokuwa kwenye mechi, una feel kitu gani kama wewe Isa? Kiukweli nisiwe mnafiki. Ukweli useme, mshikaji namuona mbali sana, namuona sana mbali. Chobwedo namuona mbali. Ni mtu ambaye kiukweli anajitolea, sio mazoezini, sio kwenye mechi. Kitu anachofanya kwenye mazoezi ndio kitu anachofanya kwenye mechi. Ni mchezaji mzuri. Mimi namuona mbali kama mchezaji mwenzetu, na kutokana sasa hivi katika ubora aliokuepo, namwombea Mungu amfungulie njia, afike mbali zaidi hapa alipo, aende mbali. Tuambie sasa, kwenye kikosi chenu ni mchezaji yupi ambaye akikosekana kwenye mazoezi, unakuwa mazoezi hanogi? Unajua zile yupi huyo? Kuna mwanangu mmoja aitwa Ali Nganzi vyausho sana. Ali ni mtu wa vituko sana. Akikosekana mazoezini, mazoezi hanogi kabisa. Mwanangu mmoja aitwa Ali Nganzi huyo. Mashabiki wana nafasi gani kwenye kikosi chenu cha TRA United Sports Club? Mashabiki, kwanza mimi niwapongeze mashabiki wa TRA. Kwa sababu kwanza ni watu ambao unakuta watoka mikoa mbalimbali, wanatoka mbali kuja kutusapoti sisi. Kokote tunapocheza pale. Wakuja sisi kutusapoti, wanaacha kazi zao, wanakuja mashabiki ukweli niwapongeze sana mashabiki. Niwapongeze sana. Mashabiki ni watu ambao wanatupa morali na pia ndio watu ambao wanapelekea sisi kufanya vizuri. Hivyo. Labda kuna kwenye upangaji wa kikosi, ushawahi kukosa kupangwa kwenye kikosi cha kwanza, na siku ambayo umepangwa kwenye kikosi cha kwanza ulijisikiaje au unajisikia vipi? Siku ambayo nilipangwa kwenye kikosi cha kwanza, mechi yangu ya kwanza nakumbuka ilikuwa mechi na Dodoma. Ilikuwa Dodoma pale, mechi ilikuwa na Dodoma, ilikuwa na Dodoma na ndo mechi yangu mimi ya kwanza. Kocha Etienne ananipa mechi. Na ile mechi nakumbuka, na ndo mechi yangu sitosahau, ndo mechi ambayo mimi nitambusha ligi kuu. Na ndo mechi ambayo tulifungwa, ila ni mechi ambayo nilicheza vizuri. Niliona mimi mwenye kweli nastahili kuwa hapa. Hivyo. Changamoto ambayo unaipata unapokuwa uwanjani ni ipi? Mfano kama mechi ya jana kuna changamoto yote uliyopata uwanjani? Changamoto sijapata kiukweli. Sijapata changamoto yoyote. Sijapata changamoto kutokana na maandalizi mazuri tuliyofanya ya timu. Sijapata changamoto yoyote, sijapata. Maandalizi yalikuwa mazuri, ndio maana sikupata changamoto. Labda una ujumbe gani sasa kwa vijana ambao wanatamani kucheza mechi za kiushindani, au mfano wewe kama wewe, una ujumbe gani kwao? Ujumbe wangu mimi kwao, kujitolea, wajitolee sana, wasikate tamaa. Najua kuna watu wengi sana hapo mtaani wanajua sana mpira. Ni vijana wengi, ila tusikate tamaa, tujitolee, mazoezi mengi, tumwombe Mungu. Unajua Mungu ndio kila kitu. Mungu ndo anapanga. Unaweza ukapanga hili, Mungu anapanga hili. Kwa hiyo cha muhimu tu kumwomba Mungu. Mungu ndio kila kitu, na kujitolea na kukata tamaa. Hivyo tu na utafika. Tuambie bwana, kwenye masuala ya mpira unajua lazima uwe fiti,
Kula lazima uwe fiti. Kwa maana ya kula, labda kuna misosi ipi wanatakiwa wazingatie? Mfano wewe unazingatia misosi ipi inayokufanya na kuwa fiti na kuwa na sasa hivi na Watanzania na kuona? Hapo vyakula kweli. Mchezaji wa vyakula vyake mchezaji kuna vyakula lazima ule ili uwe sawa. Kama vyakula vya wanga, ugali nini, lazima uwe fiti. Kingine ambacho kinafanya pia kupumzika sana. Ukipumzika sana kinafanya kazi, mwili pia unafanya kazi. Hilo. Na vyakula ambavyo watakiwa kula mchezaji ni vipi? Weke wazi. Mchezaji unatakiwa kula nini? Kula chips bwana. Chips sana tutakula. Ila usizidishe, chips zitakiwi kabisa. Mchezaji. Haipendezi kabisa. Usizidishe. Yaani kula kama ukiwa na hamu. Ila sio chakula chako cha kila siku. Hapana, haipendezi kabisa. Sasa hivi mnaenda kukutana nani baada ya mchezo wa Simba na nyinyi? Tuenda kukutana na Singida. Maandalizi yapoje kuelekea mchezo wenyewe? Maandalizi mazuri kiukweli, kwa sababu kama maandalizi ni mazuri, sababu hadi mechi ya jana ile kwa wazee wetu tulivyocheza, mimi nilikuwa naamini kwamba tulikuwa naweza, ila kama hivyo jana Simba kama hivyo wametuai, ila mimi naamini kwa sababu mechi ya kwanza Singida tumewafunga mechi ya kwanza. Hiyo kwa hiyo najua hatakuja kama walivyokuja mwanzo, lazima watakuja kwa tahadhari, ila mimi naamini tutapata ushindi. Labda kuna mchezaji wa Singida anayewapa wasiwasi, mfano wewe anakupa wasiwasi sana? Mchezaji wa Singida ukiona amepangwa kwenye kikosi au ukisikia amepangwa kwenye kikosi cha kwanza unapata wasiwasi? Hapana, siwezi kupata wasiwasi. Kwa sababu wewe mchezaji na mimi ni mchezaji, ila tunaheshimiana tu. Kusema napata wasiwasi, na yeye pia anaweza kupata wasiwasi kusikia bwana kwa mtu fulani. Lazima apate wasiwasi kwa sababu mimi nacheza naye anacheza. Kusema apata wasiwasi, ila kusema upata wasiwasi kwa mchezaji hapana. Waga mnaongea nini sasa kuelekea mchezo husika, mfano wa TIU na Singida? Mnazungumza nini sasa hivi kuelekea mchezo wenyewe kulinganisha mmepoteza mchezo wenu wa jana? Waga mnazungumzia kitu gani kwa sasa hivi kuelekea mchezo wenyewe? Hapa cha kuongelea, tunachoongelea sasa hivi kwamba ule mchezo uliopita kwamba tuachane nao. Ile ishapita. Kwa hapa ni kutiana moyo tu kwa sababu ya mchezo unaofuata. Tufanye vizuri. Mchezo uliopita tunaachana nao, tunaanza upya, tunafocus na mchezo wa Singida ili kupata matokeo na kusonga mbele zaidi. Neno lako la mwisho kwa mashabiki wa TRA United Sports Club kupitia chombo hiki cha Wamata unawaambia nini? Mimi mashabiki wa TRA wasichoke kuja uwanjani. Wasichoke, mimi nachoomba wasichoke tu. Waje kwa wingi. Timu yao tunawaahidi na makubwa kwao. Wasichoke. Hii ni mwanzo tu. Tunawaahidi kuna makubwa zaidi ya haya. Yaani wasichoke kuja kabisa uwanjani. Bwana, shukrani sana. Shukrani. Kila la heri kwenye mchezo wenu ujao. Asante sana bwana.